Naomi mafanikio yake mashamba alinyang'anywa, hakuwa nayo. Aliporudi akakuta amechukua yote. Nataka mtambue mfano wa kanisa. Ni kanisa maskini. Ruth akiwa ni mfano wa bibi harusi wa mataifa. Sasa alitoka kaenda nyuma ya wavunaji kuokota mabua machache yaliyokuwa ya ngano, akapula hivyo kwenye gunia apate riziki, kuokota masazo miguu mitupu katika mashamba ya Boaz. Naye Boaz alikuwa bwana wa mavuno, akimwakilisha Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tazama bwana mkuu wa mavuno, naye akatoka kuyatazama mashamba yake, akaona wakusanya masazo huko nje, akaona wavunaji, naye alipomtupia Ruthu macho akampenda. Asema Kristo pamoja na kanisa lake. Akasema, ni nani msichana huyu anayepata masazo shambani? Wakasema Ruthu. Akamrudisha tena. Kanisa la Kiyahudi na Agano Jipya waliungana pamoja. Mungu asaidie sana. Asema kisha akasema, mwambieni aje aketi chini ya kivuli apate kula chakula pamoja nasi. No, right, tungalikuwa na wakati wa kutilia mkazo. Angalieni basi Boaz anamtazama, akaona mwanamke mwadilifu. Huo ndio asema, huo bila shaka ulikuwa ndio utakatifu. Basi akazunguka huku na huku, akawaambia wavunaji wote, akasema, sasa ni wakati msichana huyu anapokuja nyuma yenu bila kumjulisha, yani msimwambie. Akasema, lakini sasa anapokuja nyuma yenu mara moja angusheni konzi ya ziada ili aweze kuipata. Roho jamaa, sema amen. Unampenda Bwana? Unampenda yeye? Ndugu nifuate. Mungu anavyofanya na muaminio. Kama unadhani utani, basi endelea kubaki wewe mjanja na wewe na kiburi. Nifuate yeye. Sasa huyu ni Ruth. Hakuna shida. Mnampenda Bwana? Ninayo sauti, mnampenda Bwana? Sasa vitu hivyo viko mikononi mwa malaika, zawadi zako. Lakini anampa mtu anayepambana, anashindania utumishi. Sasa akamwambia, mwe mnaangusha chini bila kumwambia. Nifuate. Wanapoenda ni malaika anaangusha vitu. Na unaona hivi, kapewa na gari nyingine. Kapewa na nyingine. Haleluya! Haleluya! Hebu mshangilie Bwana na Bwana. Haleluya! Hizi na waka tumetuwekeza kuwaka kama umeme umekatika. Amen. Mnampenda Bwana? Washieni generator kama mnaweza, tumalizie. Kimebakia muda mdogo. Wacha. Waambie waache. Amen. Mnampenda Bwana? Wacha tumalize tu, hakuna shida. Nataka kuacha. Okay, washe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndugu na dada, nawaambia hivi, kumtumikia Mungu kunalipa. Sio kuwa mchungaji, hapana. Mungu ameinua watu. Haleluya. Waliotumika na wachungaji vizuri. Mungu atusaidie. Mnampenda yeye? Asante. Basi ngoja washe. Anasema, angalieni Boaz. Anatazama akaona alikuwa na mwanamke mwadilifu, bila shaka alikuwa na uadilifu. Basi akazunguka huko na huko, akamwambia, mwachilieni vitu hivi. Kuzunguka huko na huko, anarudia tena. Tukiwa na mkutano mdogo hapa, mkutano wa maombi ya kibandani, tukichekwa, tukidhiakiwa, wengine wavunjaji wengine tukiokota mabua hapa na pale na kuyapula, tukipata baraka kidogo hapa na kuendesha maili 50 kwa ajili ya nyingine. Yaani nabii anazungumzia kuna watu wanaendesha gari maili 50 kuja kwenye ibada, hawatarudi bila baraka. Naomba jitikise moyoni. Kwa nini nikose ibada 2 kwa wiki? Washa. Kuna shida gani? Je, kazi kwako nakosa? Tunakosa? Ujiulize swali, kwa nini wewe huwezi kuhudhuria ibada zote? Na ni 2 ya Jumapili ya Katoliki ni ya kawaida. Ibada zenye mashindano ziko 2 tu, Jumatano na Ijumaa. Weka mkakati. Mungu, tangu leo na kwa Ruth, sitaki umchezo. Na kueleza hivi, usiende naye. Mimi siwezi kukubaliana mshirika wa aina hiyo, na Mungu hakubali.
Ukiwa na sababu ya lazima iwezekani, muone mchungaji wako, mwambie mzee, niombee mimi kazini kwangu na shida hii hapa, kuna nauli nione. Haleluya! Sijui kama mnaelewa, mimi sijui. Vitu kwa Mungu vinapatikana kwa utii sana, unyenyekevu sana, kutumika sana. Nyinyi mnadhani Mungu anagawa watu? Hagawi hivi hivi. Ndani ya nyumba baba na mama wanaangalia mtoto anavyotumika. Akitumika vizuri anafichiwa hela mahali fulani, kupewa hazina za gizani. Mtoto mmoja alikuwa anapendwa na mama sana. Siku moja akachukua kisu akamtishia bata akamuua. Baba alipokuja akamwambia tishia kisu akaua bata. Yule baba akamwambia chinjeni huyu bata, huyu asionje hata kipande. Lakini kwa kuwa mama anampenda, akasubiri jioni, akachukua nyama bakuli akaweka kwenye ndoo, akamwambia wewe fulani, no, uko analia, kaisha tandikwa kweli kweli. Akatia na bakula moja ya uongo, chukua ndoo akacheze maji. Una akili wewe, chukua. Toto akajua ni adhabu inaendelea, kuchungulia kuna bata mle. Sema amen. Sema amen. Mungu ana bata kwa ajili yako. Uwe mwaminifu kwa ibada kwanza. Mkiweza hiyo, nikaona kama mlivyokaa hivi Jumatano, ndio nitaamini. Leo upo, kesho upo. Shule gani hii? Fanya kazi gani huyo? Amen. Sijalelewa hivyo. Nimemwona Mungu tangu Full Gospel niko Zebuni. Nimemwona huku, namuona zaidi. Na kupigia kelele, Rusu, wajibika na ibada. Amen. Nampenda Bwana. Asante, tumalizie. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimalize tu. Mnampenda yeye? Naona hata ameokota hii, anadhani na kusema Bwana asifiwe, akaipula, na mnamo usiku alikuwa na gunia zima. Boaz alimwakilisha Kristo, akaenda mjini upesi, hakutaka mchana huo aondoke, akasema yeye ni wana, akasema Naomi, nalo kanisa la Kiyahudi kadhalika. Mungu atusaidie sana. Lazima tutumike na Mungu atusaidie. Mnampenda Bwana? Na kuomba tu Mungu akusaidie uwe mwaminifu, naamini utabarikiwa. Unampenda yeye? Ndugu, naona wazazi kama na mwanaume kama sitaoa. Sasa na mwanaume na wazazi, mtu wa kuchagua unaanza kuwaza si nitaoa, sitaoa. Na ufahamu kweli, wanapaswa wadada wajiulize. Lakini ukiwa dada, nakwambia hivi, wewe shikilia ibada, shikilia ibada na Bwana wako. Haleluya! Mungu atakupa haja ya moyo wako. Yes. Najisikia vizuri sana sana, namna tu tumeenda vizuri, na leo ni siku yetu ya kwenda huko, kwenda kuvunia mavuno. Nifiche Yesu kama mboni ya jicho lako, nitunze chini ya uvuli wa mbawa zako. Wewe tu ni wa kuniokoa na kifo. Nifiche Yesu kama mboni ya jicho